Kwa ujumla leo sina mengi ya kusema. Najua maisha hayana formula, ila zipo formula katika maisha. Leo nakuletea formula 21. Ukitaka chukua, usipotaka ziache, lakini kusihi zichukue, maana ni muhimu kweli kweli, hasa kwako ambaye unajitafuta, kwako ambaye watafuta maisha, wewe ambaye umepanga kwenda mjini kutafuta maisha. Huenda ni kijana miaka 25, 22, 26, 27, unasema hauna hili wala lile na unawaza ukatafute maisha mjini. Kama unawaza mji wa kwenda, mimi ningekushauri nenda Dar es Salaam ama njoo hata Morogoro, hapa mji kasoro bahari. Lakini kama huko mazingira hayakuruhusu, basi nenda mji wowote ule. Nenda zako Mwanza, nenda Mbeya, Arusha, Dodoma, popote pale, mradi ni mjini. Nenda kule ambako unahisi ukifika huko mambo yatakuwa poa. Lakini ukifika huko ambako unataka kwenda, kama ni mjini Morogoro, Dar es Salaam, basi nikwambie ndugu yangu, ukija mjini hakikisha unafanya haya mambo 21. Jambo la kwanza, uwe na ujuzi wowote ule. Hakikisha kabla ya kwenda mjini una ujuzi wowote, unafanya yoyote ile. Uenda kawa ni kinyozi, ukawa ni fundi nguo ama dereva. Jambo la pili, uwe tayari kufanya kazi yoyote ya nguvu na akili. Akili na nguvu vitatumika kwa pamoja, au kuna wakati utatumia kimoja kati ya hicho. Kwa hiyo ukienda mjini, jambo la pili, hakikisha uwe tayari kufanya kazi yoyote ile, aidha ya nguvu ama ya akili. Maana kuna wakati unapokuwa mjini unatumia akili tu. Kama utaenda mjini akili hauna, imekula kwako. Utaenda mjini nguvu hauna, imekula kwako. Make sure uwe tayari kufanya kazi yoyote mjini, aidha ya nguvu ama akili. Jambo la tatu, ukifika mjini uwe mtu wa bajeti, tena bajeti kali mno. Unapokuwa mjini, jitahidi kuwa na vitu ambavyo vinafaa kutumika zaidi ya mara moja. Unapokuwa mjini, usile kama upo nyumbani, kula kama vile mjeshi aliyepo vitani. Ukiwa mjini ukila ovyo tu, akili italemaa. Akili itakuwa inalewalewa tu, na utakuwa muda wote unawaza kula, unawaza kujisaidia hovyo, unawaza ngono hovyo. Unapokuwa mjini, umefika mjini kujitafuta, angalau kula mara 2 kwa siku kwa interval ya tofauti ya masaa 6. Lakini pia kula yako yategemea unafanya kazi gani. Kama unafanya kazi ngumu, inakupasa ule haswa. Kazi yako sio kazi ya kutumia nguvu, kula kiasi. Jitahidi kula mara 2 kwa siku. Asubuhi acha kula zako mchana na usiku ama jioni. Jambo la tatu, unapofika mjini, kuwa mtu wa bajeti kali, kuwa kama vile mjeshi aliyopo vitani. Acha kula hovyo. Jambo la 4, uwe mtu wa kufuata mambo yako. Unapofika mjini, kuwa mtu wa kufuata mambo yako. Ukifika mjini usiwe mtu wa kufuatilia mambo ya watu. Mambo ya kusema dunia imeharibika, sijui kule kwetu kupo hivi, huku mjini mko hivi, yaache hayo. Tumia kilichopo kupata ambacho hauna. Usitumie ulicho nacho kukipoteza unachomiliki. Najua umenielewa. Jambo la 4, mjini fata mambo yako, mambo ya watu wengine yaache. Jambo la 5, kabla hujafanya maamuzi, fanya utafiti kwanza. Mjini jambo lolote lile, iwe ni mchongo, ni dili, kabla haujaliingia, fanya utafiti kwanza. Bila hivyo utapotea. Usinunue vitu hovyo mjini bila kufanya uchunguzi. Usipofanya hivyo, utajikuta ukipata hasara, ama utajikuta upo kwenye mikono ya polisi. Jambo la 5, mjini kabla haujafanya maamuzi, fanya tafiti, chunguza kwanza. Jambo la 6, mjini usitafute mchumba au mpenzi. Umekuja mjini kutafuta maisha. Umefika town. Ewe kijana, ewe ndugu yangu, ewe binti, nikwambie mapenzi hayakai pamoja na shida. Umefika mjini nyakati za mwanzoni kabisa, usikimbilie kutafuta mchumba ama mpenzi. Kibongobongo mapenzi ni hasara. Mapenzi yamekatisha ndoto za watu wengi mno, hasa vijana. Vijana wengi ndoto zao zimekufa kwa sababu tu ya kukimbilia mapenzi. Ukifika mjini, jitafute kwanza, fanya kazi kwanza kwa bidii, then baadaye mapenzi yatafuata. Jambo la 7, mjini zima location yako. Turn off your GPS. Ukifika mjini usiwe mtu wa kujulikana.
Usiwe mtu unayefahamika. Umefika mjini kutafuta maisha, zima data, zima location. Hakikisha watu wako wa karibu hawajui unaishi wapi, unafanya shughuli gani. Si vyema wakajua unaishi wapi, wakajua unafanya kazi gani. Nakupa hiyo kanuni, ni muhimu sana. Na hapa nazungumzia watu ambao umewaacha kijijini, watu ambao umewaacha nyumbani. Toka zako kwenu huko, watu wako wa huko nyumbani, marafiki, ndugu, jamaa, wasijue unakaa wapi, unafanya kazi gani mjini, njia zako ni zipi. Nakupa hiyo kanuni ndugu yangu. Japo najua watahangaika kujua unafanya nini, wajishughulishe na kipi. Watakwambia ni vyema tukajua. Unaweza kumbwa na changamoto yote, unaweza pata matatizo. Usiwasikilize. Jichimbie zako huko huko kwenye handaki. Jichimbie mpaka upate haweni ya maisha. Ukisha jipata, hapo unaweza ukaanza kuwaambia. Ila mwanzoni wasijue location yako. Kuna faida nyingi mno kivita endapo utaficha location yako, utaficha shughuli zako. Jambo la 8, usisaidie wala usijipe wajibu wa kusaidia mtu ukiwa katika hali ya mwanzo. Ukifika mjini, usisaidie wala usijipe jukumu la kusaidia mtu kwenye hatua zako za mwanzo. Kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kuvuna. Sasa wewe uliona wapi mtu akienda kuvuna kwenye mti usiokuwa na matunda? Wewe ndio kwanza umefika mjini. Wewe ni kama mti unaochipua, alafu hafla aje mtu atake matunda. Umeyatoa wapi? Ndio maana nakuambia ndugu yangu, ukifika mjini, ficha mambo yako, ficha kazi yako. Watu wengi upenda kujua ulipo, upenda kujua unafanya kazi gani, wajishughulishe na nini. Ukisha waambia, utakuwa umewapa sababu ya hao watu kukuomba hela ama kukuomba support yako. Watakufanya wewe kitega uchumi. Sio kwamba nakufundisha uchoyo, na kuelekeza uhalisia wa mambo yalivyo. Kama unabisha, shauri yako mwenyewe. Ukifika mjini, siku zako za mwanzo, usisaidie wala usijipe jukumu ama wajibu wa kusaidia mtu mwingine. Sababu ndio kwanza wajitafuta umefika mjini ndugu yangu. Jitafute kwanza mwenyewe. Jambo la 9, ukiwa mjini, hakikisha majirani hawakujui vizuri, kwa sababu kipato chako ni duni. Najua ukifika mjini utapanga nyumba ambayo ina wapangaji. Sasa hawa wapangaji watahaha kujua wewe ni nani, asili yako ni ipi, wafanya shughuli gani. Ndugu yangu, usipende wakujue, na hakikisha wasikujue vizuri. Na kama wakikujua, basi kwa juu tu, tena taarifa za uongo. Elewa kuwa watu wanakutafuta kukujua ili wakudharau au wakuheshimu. Na mara nyingi watu wakikujua vizuri, mara nyingi watu hao hukudharau na heshima inapungua. Ndivyo walivyo Waswahili. Wakikujua, wakikufahamu vyema, heshima inapungua, dharau zinaanza. Na hapa nazungumzia majirani. Majirani watakuhukumu kwa vile wanavyokujua. Mfano watasema, nyinyi Wagogo ndivyo mlivyo, nyinyi Wachaga ndivyo mlivyo, nyinyi Wanyakyusa ndivyo mlivyo. Yaani wamesha kujua. Kwa hiyo wakisha kujua, watakuweka katika upande negative, upande wa mabaya. Nyinyi Wakuria nyinyi ndivyo mlivyo, nyinyi Waha nyinyi ndivyo mlivyo, nyinyi Wahaya ndivyo mlivyo. Mjini watu wasikujue. Ukiruhusu wakujue, dharau zitaanza, heshima itapungua. Jambo la 10, mjini epuka magenge au kukaa vijiweni. Ndugu yangu kijana, umetoka bush, umekuja mjini kutafuta maisha, epuka magenge, epuka kukaa vijiweni. Labda kijiwe kiwe kazini kwako, labda gereji, ama ni fundi nguo, ama karakana la salemala na kadhalika. Hapo ndipo kijiwe chako, hiyo safi. Hakikisha unapokaa hapo kijiweni, hakikisha ni sehemu ambayo inakupa faida, ni sehemu ambayo inakupa kitu. Mfano, kama kijiwe kipo kwenye gereji ya bodaboda, jipe muda, kisha anza kujifunza ufundi bodaboda na anza kujifunza udereva wa bodaboda. Unapata muda wa kupiga story, lakini pia hapo unapata ujuzi. Unapokaa kijiweni, hakikisha unapata faida. Kijiwe cha bodaboda, basi ujue kuendesha bodaboda. Kijiwe cha ufundi gereji, ujue ufundi. Usikae kijiweni kizembe. Lakini magenge, vijiwe visivyokuwa na faida, usikae kijana. Jambo la 11, epuka kuingiza marafiki geto kwako au kwenda geto na marafiki zako. Unapofika mjini kijana, ewe binti, umepanga chumba geto kwako, hakikisha marafiki zako hawafiki hapo.
Urafiki wa mjini hauendeshwi hivyo ndugu yangu. Tumekutana mjini, tutaishia mjini hapa hapa kwenye vijiwe au kwenye migahawa au hoteli au fukwe. Mjini kijana, binti yangu, usimpeleke rafiki yako unapokaa, geto unapokaa. Sio sehemu ya kupeleka watu hovyo. Chumbani kwako, geto kwako ni mahali patakatifu. Sio sehemu ya kupeleka watu hovyo. Wengi yamewakuta makubwa baada tu ya kupeleka marafiki zao huko magetoni. Geto kwako, nyumbani kwako ni mahali patakatifu. Baraka na neema vyote viko hapo. Jambo la 12, unapokuwa mjini, epuka kujiingiza kwenye migogoro isiyokuwa na maana. Kuna baadhi ya vijana wanapokuwa mjini hujifanya wao ndio miamba, ulazimisha kupewa heshima. Kila mtu akuheshimu wewe. Nikwambie ndugu yangu, kudharauliwa hakuna nguvu endapo utakuwa na mtazamo wa kuweka watu kwenye makundi yao. Mjini hapa kudharauliwa ni jambo la kawaida tu, lisikuumize, na utajisikia vibaya endapo watu hao umewapa umuhimu gani. Anayekudharau umempa umuhimu gani? Anayekutusi kwako ni nani? Mjini hapa mtu amekudharau, amekutusi, anakusemea mabaya, mwache, achana naye. Cha msingi yupo kwenye kundi gani kwako? Mweke kwenye kundi la watu wa hovyo, hata kusumbua. Kunguru ni kunguru tu. Kunguru hawezi kuwa mbwa, mbwa hawezi kuwa kunguru. Ukiwa mjini, epuka migogoro, epuka magomvi, epuka makundi ya ukorofi. Ukiwa mjini, epuka ukaribu, epuka mazoea. Ukaribu, mazoea huzalisha migogoro mingi, huzalisha vurugu na fujo. Unapokuwa mjini, epuka ukaribu, epuka mazoea. Wasikuzoezoe sana, wape gap, wape distance, tafuta maisha yako. Jambo la 13 ndugu yangu, mjini ishi vizuri na watu. Uwapo mjini, ishi vizuri na watu, maana hao ndio wateja, hao ndio ambao watakuhudumia, hao ndio rafiki zako. Sio mama yako au baba yako au ndugu yako ambao watakuunga mkono katika biashara yako. Kama umekuja mjini, umeanzisha biashara, wateja wako sio baba yako, sio mama yako, ni watu. Yaani kwa 99% ambao watasapoti biashara yako mjini au mishe zako mjini ni wale usiowajua, na hasa wale usiowajua wanaokuja kwako nyakati ngumu. Hivyo mjini waheshimu watu, uwezi jua, ishi na watu vizuri. Jambo la 14, mjini usipende kukaa ndani ikiwa shughuli zako sio za kutumia akili. Kama shughuli zako za asilimia kubwa zahitaji nguvu, penda kutembea kutafuta riziki, usikae ndani. Umefika mjini, una kazi, una jambo, unakaaje ndani? Tembea, zunguka huku na kule. Kama asilimia kubwa shughuli zako zatumia nguvu, tembea, usikae ndani. Kama shughuli zako zatumia akili, basi unaweza kukaa ndani, maana akili yako ndio kila kitu. 15, mjini epuka mtu anayelazimisha kuingia kwenye saiko yako bila kumfanyia vetting ya kutosha. Yaani mjini kuna watu wanalazimisha mno wawe rafiki zako. Watu wa aina hiyo waepuke. Kuna baadhi ya watu ulazimisha urafiki, uchumba, mahusiano. Watu hao waepuke. 15, mjini starehe ni muhimu, lakini usiiendekeze. Kuna wakati jipe raha mwenyewe. Unapenda kunywa kasoda, enda zako sehemu nzuri, agiza soda, kunywa, jipe burudani mwenyewe. Unapenda ice cream, enda zako ice cream, agiza, tulia, kula. Unapenda kunywa kidogo, vipombe viwili vitatu, jitoe mwenyewe out, burudika. Unapenda kula vizuri, siku moja jitoe mwenyewe out, pata burudani, lakini usiendekeze. Mjini starehe ni muhimu, lakini usiendekeze. 17, unapokuwa mjini usipende kueleza matatizo yako au shida zako kwa watu. Mjini hapa, iwe ni Morogoro, Dar na kwingineko, usipende kujieleza shida zako, changamoto zako. Mfano, hata kama umesoma na hauna ajira, usipende kujitangaza ovyo kwamba umesoma, mimi nimesoma hiki na kile, ukadhani kwamba watu watakuonea huruma, watakupa ajira. Sio kweli. Hautaonewa huruma, isipokuwa utakuwa case study, utakuwa ni mfano hapo mtaani kwenu kwamba unaona fulani yule amesoma lakini kazi hana. Kwa hiyo mjini usipende kulialia, kujieleza, mimi nimesoma mpaka chuo kikuu na masters na degree, sina mchongo. Watu hawatakusaidia.
utakuwa wewe ni mfano. Kasoma yule lakini hana kazi, yuko tu mtaani. Utakuwa mtu wa kusemwa vijiweni. Watu wanakaa wanajenga hoja kwamba elimu haina dili, alafu mfano wake unakutolea wewe. Elewa kuwa matatizo hayatangazwi, ila yenyewe hujitangaza. Kuyatangaza matatizo ni kuongeza tatizo lingine. Sijui umenielewa hapo? Matatizo hayatangazwi, yenyewe hujitangaza. Kuyatangaza matatizo ni kuongeza tatizo lingine. Mjini hapa usipende kujieleza, usipende kujitangaza kwamba una shida hii na ile na ile. Watu hawakuonee huruma, ndo kwanza watakusema vijiweni huko. Jambo la 18, unapofika mjini kutafuta maisha, weka malengo, mipango pamoja na mikakati yako. Andika malengo yako kwamba mwaka huu nitafanya hiki na kile. Weka mipango, weka bajeti ya malengo yako kwamba kwa mwaka huu utafanya kipi na kipi. Alafu tembelea humo kwenye mipango yako. Usitoke nje ya reli. Ukija mjini hauweki mipango, hauweki malengo, huna mikakati, huwezi kutoboa. Jiwekee malengo. Mwaka huu nitanunua kitanda, godoro, sabufa, nitanunua mashuka, nitatafuta gesi, jiko la mkaa, nitakuwa na pesa ya matumizi, nitanunua pasi. Jiwekee mipango yako, alafu ishi nayo. Ukiishi tu bila malengo, bila mipango, mjini hautoboi. Lakini 19, mjini usipende mashindano. Ndiyo, mjini usipende mashindano. Mara nyingi wivu ndio uchochea mashindano. Ukiona jirani yako kanunua kitu na wewe pia unataka ununue hicho hicho. No, mambo haendi hivyo. Kumbuka, tayari una malengo yako, una mipango yako. Hiyo ndiyo ramani yako. Naam, umeshaandaa mipango yako, mwaka huu utafanya hiki na kile. Hiyo itumie kama ramani yako. Usitoke humo. Ukimwona Juma kanunua sijui kabati na unataka ununue. Fulani kanunua TV mpya na wewe pia unataka ununue. Ni mpango wako huo, malengo yako hayo, usiige. Iweje mwenzio kanunua luninga, roho ikuruke? Mashindano yatakuondoa kwenye mchezo. Utapoteza focus. Acha ujinga, acha mashindano. Mjini hapa usipende mashindano. Ukishapanga malengo yako, hakikisha yanatimia pasipo excuse yoyote ile. Usifuate mkumbo. Jambo la 21, mjini epuka kuwa mzigo kwa mtu. Unapokuja mjini, ndugu yangu, nikwambie, epuka kuwa mzigo kwa mtu. Muhimu hii. Ukija mjini, epuka kuwa mzigo kwa mtu. Panga mipango yako vizuri, weka bajeti zako vizuri, zikutoshe. Ukija mjini, acha kusumbua watu. Mjini hapa kila mtu ana msalaba wake. Mjini umakini ni muhimu sana. Hivyo nikwambie, mjini hakikisha tena kuwa makini. Mjini haui mzigo kwa mtu. Ukisha kuwa tu wewe ni mzigo kwa mtu, hiyo italeta uhasama, itakuletea majungu na mwisho utadharaulika. Labda litokee tatizo nje ya uwezo wako, labda umepata ajali, umeumwa na kadhalika, hapo sawa. Lakini sio umekosa pesa ya kula unaanza kusumbua watu. Umekosa pesa ya kula, nenda kakope unga, kakope mafuta. Nenda hapo kwa Mangi, kopa unga, kopa mafuta, pika kula. Wewe si mteja wao. Na mjini lazima uwe ni mteja sehemu fulani. Lazima uwe sehemu fulani unaenda hapo kupata bidhaa. Lazima liwepo duka moja ambalo wewe hapo unachukua bidhaa, ili siku kikosa unaenda kukopa hapo. Na kama upo mjini umekosa duka la kukopa, genge la kukopa, maana yake wewe sio muwajibikaji, wewe hauaminiki, wewe ni mbabaishaji. Usiishi hivyo ndugu yangu. 21, ishi sehemu ya watu mlio daraja sawa. Yaani ishi sehemu ambayo eneo hilo wewe na wao mko sawa, mko daraja moja. Hii itakusaidia kuepusha magomvi, migogoro, kuepusha uhasama. Sio uwezo wako shilingi 20,000 unapanga chumba cha 100,000. Hapo utasababisha ugomvi. Uwezo wako shilingi 10,000 unapanga chumba cha 200,000. Umeenda kwenye tabaka ambalo sio la kwako. Unapochukua chumba cha 100,000 na wapangaji wenzako hadhi yao ni ya juu, hadhi yao ni 100,000, jua hapo kuna vitu ambavyo wewe hauna, wenzako wanavyo. Wenzako wako na pasi za umeme, wako na mafriji, wako na maredio makubwa, wako na hita. Itakuja hapo bili ya maji shilingi 30,000, utaambiwa utoe, hauna. Utaanza kulialia. Utaambiwa bili ya umeme shilingi 10,000, 25,000, utaanza kulialia. Mwisho wa siku utasababisha ugomvi na watu, utakuwa msumbufu, utakuwa kero kwa watu. Utaanza hapo kulialia, mimi situmii umeme,
umezuia usinunue friji na wewe usinunue? Mwisho inakuwa mtihani kwako. Mjini, ishi sehemu ya hadhi yako. Ishi sehemu ya watu mliokuwa sawa. Uwezo wako chumba cha shilingi 20,000, kakae huko. Hayo ni baadhi ya mambo machache unapokuja mjini kutafuta maisha ni vyema ukayazingatia. Kwa leo niishie hapa ndugu yangu. Asante kwa muda wako, asante kwa sikio lako. Mimi ndugu yako, rafiki yako, Dastan Fredi Kamala. Shukran.